Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo ambayo ametujalia. Najua kwamba ni muda mwingi ambapo hatujakuwa tukiongea, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu sasa ametupa nafasi hii. Tunaongea ama tumekutana tena. Na wazia ama jambo ambalo nimekuwa nalo siku ya leo ni kwamba katika dunia hii, kama wewe ni mwanadamu ambaye ulisaliwa na uko hai, uko na uzima, usijidharau hata kidogo. Hata kama unaona maisha yako yamefika mwisho kivipi, hata kama umeona kwamba kweli hakuna penye utaenda, umeona kweli wewe maisha yako yameishia kuwa maskini hivyo hivyo, hapana, usikate tamaa, sababu Mungu ambaye alimbadilishia Ruth maisha, Mungu ambaye alimbadilishia Esther maisha, Mungu ambaye alimbadilishia Daudi maisha, Mungu ambaye alimpatia Yusufu maisha, Mungu ambaye alimrudishia Ayubu maisha na wengineo, yule Mungu bado ako hai. Na yule Mungu ambaye tunamuomba ndiye yule Mungu ambaye aliwarudishia wale watu ambao nimekuhesabia maisha. Usikate tamaa, maana bado yule Mungu yupo. Yeye anaweza badilisha maisha wakati wote na akakupa nafasi nyingine ya kuishi. Hata kama magonjwa yamekusitiki vipi, amini tu ya kwamba Mungu yupo. Yeye ndiye mtetezi wa wanyonge. Yeye ndiye Mungu akiamua kwamba adui wanafakiliwa, wanatolewa mbele yako, wanatolewa. Na tutaishi. Amini Mungu yupo. Never give up. Usiwahi kata tamaa katika maisha. Na wala usije ukamdharau mwenzako sababu ako chini wewe uko juu. Hapana. Siku moja yule unayemdharau atakushangaza. Atakushangaza sana, sababu wakati Mungu atainuka katika maisha yake, hutaamini kama ni yeye. Sababu ni wengi waliokuwa wamemdharau Daudi. Walisema kwamba huyu hakuna ataka kwenda. Ndugu zake wakaona kwamba huyu mtoto mdogo anayechunga kondoo hata kuenda mahali popote. Pamoja na Yusufu, hiyo pia ilikuwa tu hivyo. Lakini Mungu alipoinuka kwa ajili ya kuondoa aibu mbele ya Yusufu, mbele ya Daudi na wengineo, wengi walishangashwa sana. Walipaki hawana mbele, walipaki hawana mshangao ndani mwao. Sasa usiche ukamdharau yeyote ambaye ako chini yako. Hata kama unatumia aina gani ya magari, aina gani ya vyombo vya usafiri, hata kama una mali kiasi gani na mwingine analala njaa, hana kitu, bora tu ako hai, bora tu anapumua, usimdharau. Bora tu hajasikwa, usimdharau. Na wewe pia kama bado uko hai, hujasikwa, bado unaishi katika ulimwengu huu, usijidharau. Amini tu Mungu. Unajua tatizo letu ni kwamba tuna haraka. Na vile nipea mfano kwamba hakuna siku, tujifunze kwa mfano mkulima. Hakuna siku mkulima atapanda mahindi leo na kesha kucha avune, wala wiki kesha kucha avune. Kuna muda ambao unaandaliwa ili mahindi haya yawe tayari yamekomaa. Hata na katika maisha, baraka ambazo Mungu ametuandalia, tunapoanza kumwomba Mungu kwamba atubariki, kuna muda wa kuandaa hizi baraka. Na huu muda ndio wanadamu huwa tunachoka kuvumilia. Tusichoke. Mungu anapotupangia mema yapo. Jiulize kama mkulima tu atakuwa haraka kama sisi wa Kristo, ama sisi wanadamu tulivyo. Kwamba akipanda leo, kesha akuja aone hayakuchakomaa, kesho kutwa akuja aone hayakomaa, na give up na hiyo shamba. Anaachana naye, anaanza kuchunga hapo ng'ombe. Jiulize sasa, wewe mwanadamu umepanda kwa Mungu, umeomba Mungu akubariki, alafu kesho hii unaona halichatimia, unaona hakuna jambo limetimia, then you give up. No, never give up. As much as our God is still alive, never give up. One day we'll be successful in our life. Tusigive up. Mungu yupo. Tusigive up, tusichoke. Tusite kuomba tukimwamini Mwenyezi Mungu, sababu yeye bado yuko, hatatupigania, hata tuacha. Asante sana. Naomba Mwenyezi Mungu atupe nafasi nyingine, tutaongea mengi, tutaushauriana mengi, sababu uzima lazima tuishi kwa amani, kwa baraka na kwa mafanikio. Hatutaishi kwa kuteseka tena, sababu Mungu wetu yupo. Mubarikiwe. Naitwa Steven Stuma.